Mpendwa, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kama ndugu yako kukupa moyo wewe ambaye unapitia shida katika moyo wako kiasi kwamba hujui unaweza kumwelezea nani, hujui useme nini, na hata ukieleza uanzie wapi, maana kile unachokipitia ni Mungu tu ndiye anakielewa. Na wakati mwingine tunakuona kweli unaonekana nje kama mtu mzima, lakini moyoni unaugua kwa sababu ya shida ambayo unaoifikiria kwako inakuzidi miaka, inakuzidi ukubwa, mpaka unakosa ni pigo la Mungu ama ni kuachwa na Mungu. Wakati mwingine unaanza kushakia uwepo wa Mungu kwa pamoja nawe kwa sababu ya kushangaa magumu ya aina hii ambayo imekupata. Ndugu yangu, ninajua ni kweli sina neno la maana sana la kukufariji, na sina neno ambalo linafaa kwa ajili ya kukupatia utulivu wa moyo, na hakuna mtu yeyote ambaye hapa duniani angekuwa na neno linaloweza kukupatia amani pasipo kushindikizwa na faraja ya kutoka kwa Mungu mwenyewe peke yake. Hakuna mtu anaweza kukupa hiyo amani, ila kwa maneno machache haya nimekuja tu niseme ya kwamba Mungu ni mzazi wako. Hakuna kitu ambacho kimeweza kufanya kakuacha wewe, na kile kinachopita kipokee kwanza ndani mwako kwamba ni kitu cha kawaida. Watu wengi wamekipitia. Ule aliyekuwa mtakatifu kuliko wote alipitia mateso kama hayo. Duniani hapa mna mateso mengi. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 34, Biblia inasema ya kwamba katika dunia hii mtapata mateso mengi, lakini jipeni moyo, mimi nimeishinda dunia. Ndugu yangu, hakuna mtu aliye karibu na moyo wa mwanadamu kama Mungu mwenyewe wakati wa shida. Neno la Mungu linasema katika Zaburi ya kwamba Mungu ni karibu na wote wanaopitia mateso. Yeye ni msaada wetu wa karibu. Kwa hivyo chochote unachopitia, labda kifo ya mzazi, labda kifo ya mtoto, labda ulipitia jambo fulani ambayo hakuna mtu anaweza kukuelewa. Watu wakaona tu, wakalia kwa muda mchache, lakini hawawezi kuelewa uzito wa aina gani bado unaendelea kusikia ndani mwako. Inachukua hata miaka, wakati unapochunguza unakosa kweli, mbona mimi, mbona sisi Mungu, mbona iwe tuko upande wetu? Ndugu yangu mpendwa, nimekuja nikikwambia kwamba Mungu yuko pamoja nawe na kukuhakikishia kwamba hata mimi na ndugu wengine wapo pia pamoja nawe. Ndio maana Mungu akanipa moyo ya kusema na wewe ili kukuomba upate kuwa na amani na kuombea uwe na faraja ya kweli, kuwa na salama ya moyo. Ni magumu ambayo unayapitia, ni shida ambayo unaona mwenyewe njia itatokea wapi. Ukweli ni kwamba Mungu ana njia. Hakuna kitu kimemshinda Mungu. Hajashindwa kukusaidia, hajashindwa kukuhudumia, hajakuchoka hata kidogo. Mungu anakutazama, bado upendo wake ni mwingi mno, ni mwingi sana juu ya maisha yako. Anakutazama kwa upendo mkubwa sana. Ni ile tu anasubiria muda ya kitu fulani ipite kwa ajili ya wema wako na kutengenezea kitu kizuri baadaye. Usiogope mpendwa, jipe moyo, panguza machozi, simama, inuka. Nimepatana na mtu jana akasema anajitundika, na akatuma picha ya kuonesha kamba fulani ambayo ameiweka pale mbele, na akasema msiwahi kunitafuta tena kwa sababu ninajitundika, nimeona maisha haya hayafai. Ndugu mpendwa, hapa duniani hakuna mtu asiyepitia changamoto. Ni vile watu hawaongei tu, lakini kila mtu ana changamoto zake. Ile ambayo unayapitia mpendwa, kila mtu angeweza kueleza, labda ungepata sio kubwa kama ya ule, lakini najua kila kitu ambacho mtu anapitia ni kikubwa sana kwa wakati wake na kwa level yake. Lakini naomba sana Mungu akupe faraja kwenye shida ambayo unayapitia. Ni kubwa, haidharauliki, ni kubwa mno sana, na ni kubwa hata labda kuliko wewe, lakini nakuombea kwamba kuwa na amani katika Bwana. Biblia inasema ya kwamba mnapopitia mateso, majaribu, katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9, anasema mateso haya haya yanawapata hata ndugu zenu katika dunia. Nyinyi msimame tu kwa imani thabiti, maana haya mateso hata wenzenu duniani wanaipitia. Kuna wengi wamepitia kuwapoteza wazazi wawili kwa pamoja,
Nina ndugu yangu mmoja alipoteza wazazi wawili kwa pamoja, wakapata ajali na wazazi wote wakafariki, wakawaacha watoto. Wengine wamepitia changamoto tofauti. Mwingine mtumishi mwenzangu alikuja mahali huku tunafanya kazi, akatupata Nairobi, lakini akiwa amefika mtoto mmoja akafariki, mtoto mzima ambaye ana miaka kama 11 hivi, akawaacha ghafla tu hivi, na alikuja kufanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo duniani watu wanapitia changamoto tofauti. Mama mwingine mume wake amemwacha na akaanza kupenda wamalaya na akawakilisha malaya, akasema hawa ndio wazuri kuliko wewe, na akamwacha mume wake wa ndoa. Vitu ni tofauti katika dunia hii. Mwingine akakatwa na mapanga na wakamwona amekatwa. Wengine watoto, ndugu zangu, wamekata baba yao mzazi, wakiona, wakitazama, watoto wanaona vile baba anakatwa na hakuna maumivu, hakuna kugua, hakuna hospitali alienda, lakini akakatwa na mapanga mbele ya watoto wao. Kwa hivyo haya yote yapo katika dunia. Biblia ilisema ya kwamba ndani ya dunia hii mjipe moyo, maana katika dunia mtapitia mateso mengi, lakini mjipe moyo, mimi nimeshinda ulimwengu. Naomba ujifariji katika maneno haya, jipe moyo katika maneno haya, na kuombea ujipe nguvu mpendwa, na kuombea usiache moyo wako kuumia na kuacha uendelee kuugua sana. Usifurahishe roho yako kubaki katika huzuni, usijipatie nafasi ya kuendelea kubakia pale pale. Jitahidi kupata nafasi ya kuongea, jitahidi kupata nafasi ya kuimba, jitahidi kupata nafasi ya kuomba, jitahidi kupata nafasi ya kusoma neno la Mungu. Kuwa na amani. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe na ikuwezeshe kusimama hata kama ikikuja, na ukikumbuka Mungu, ninakuombea akupe neema ya kuweza kuvuka hicho kitu. Hiyo ni kazi kubwa ambayo mwanadamu kweli hawezi peke yake, lakini tegemea uwezo wa Mungu kwamba atakuwezesha. Tegemea uwezo wa Mungu kwamba atakupa faraja. Tegemea uwezo wa Mungu kwamba atakupatia amani na utaweza kushinda. Namshukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi mmoja ambaye alimpoteza mke wake Kongo pale Kinshasa. Mke wake walikuwa wamependana sana, wamezidi katika mapenzi ya sana, lakini maneno yake yalinitia moyo hata kama sio mimi niliyapitia, na nikasema haya maneno Mungu fanye ipate kuwa faraja kwa wengi ambao wanapitia magumu kama haya. Mtu amesimama na akasema ya kwamba ninakiri na kusema ya kwamba nitaendelea pamoja na amani, na Mungu ataniwezesha, na Mungu atanipigania, na sitamwacha, na sitapoteza amani yangu milele kwa sababu ya kumpoteza mpenzi wangu. Nilimpenda sana kiasi kwamba kila mtu alikuwa anaona. Kweli hata mimi ni shahidi baada ya kuwaona vile wanavyoonekana mitandaoni, lakini baba ya wenyewe amesimama na maneno anayoyakiri, najua ndio atakayoyaishi, kwa sababu kila tunachokisema ndicho tunachoishi. Acha kutangaza ya kwamba maisha yako imeharibika kwa sababu ya jambo fulani ambalo unaipitia. Acha kutangaza huzuni tu. Acha kutangaza ya kwamba maisha hakuna kitu kitakachoendelea. Ni kweli umempoteza mtu, ni kweli umempoteza ndugu ama mzazi, lakini kumbuka haya ndio mambo ya duniani. Kama kuna neno lilisema ya kwamba mbinguni tutaenda kupanguzwa machozi, pia ni machozi ambayo tunalia kulingana na hali zote tunazozipitia duniani. Sio machozi tu ya majaribu, lakini machozi pia ya vifo, ni machozi pia ya kupigwa ndani ya nyumba, ni machozi pia ya kusalitiwa na ndugu zetu, ya kusalitiwa pia na wapenzi wetu, ni machozi pia ya maisha magumu ambayo tunayapitia, maisha ya magumu ambayo serikali inapitiza wananchi. Kuna siku tutapanguzwa machozi. Mpendwa, sitakufariji ya kwamba mateso hayatakuwa. Hapana, nitakuwa ninakosea. Mateso yapo tu, na sio kwamba hayatakuwepo. Hiyo ni kitu ambacho kipo. Ni Yesu alisema ya kwamba duniani mna mateso mengi, lakini jipeni moyo, mimi nimeshinda dunia. Simama imara mpendwa mwenzangu. Panguza machozi mpenzi, panguza machozi mpenzi. Ndugu yangu, panguza machozi na Mungu akupe amani inayotosha. Wengi wamepita pale na wengi wanaugua kama wewe, lakini kwa sababu umepata bahati ya kuangukia audio hii, basi jipe moyo ndugu yangu, na kuombea amani ya Kristo, salama ya Kristo. Tuko pamoja na wewe hata kama hunijui. Nitaweka namba yangu ili tuweze kuongea mengi zaidi, labda kama utahitaji maneno mengine ya kuweza kushiriki pamoja nami. Mungu akubariki sana.